Mwanaume mmoja aitwaye Mark alidhani kuwa Mehmed alikuwa mbele yake alikuwa sanamu tu, hivyo akaunyosha mkono wake na kumshika bila kusita. Kwa mshangao mkubwa akagundua kuwa kumbe alikuwa mtu halisi. Macho yao yalipokutana, Mark akaganda kumshtuko, lakini yule professional Mehmed aliendelea kubaki kimya bila kusogea, kana kwamba hakuna kilichotokea. Mark aliporudiwa na akili haraka akamwachia na kuondoka akijifanya ana habari yoyote, huku rafiki yake akiwa na hamu ya kujua kama yule alikuwa mtu wa kweli au sanamu. Baadaye wakaenda ufukweni kuwasubiri wenzao, na muda huo msichana huyo aitwaye Ella akaenda kuwasogelea. Kabla Mark hajajua nini kinaendelea, Ella akainua mkono wake na kumpiga kibao, kisha akamuuliza moja kwa moja kama alijua kuwa alikuwa mtu halisi. Mark akajitetea kuwa kama angejua ni mtu wa kweli asingemgusa hata kidogo, lakini cha kushangaza Ella akaanza kucheka kwa nguvu. Kumbe alikuwa ameweka dau na marafiki zake kuhusu tukio hilo. Mark alipotazama tabasamu lake akajikuta akivutiwa naye papo hapo. Muda mfupi baadaye, Mark alipokuwa akifuata lori kusaidia kushusha mizigo, kwa bahati akakutana tena na Ella akiwa anacheka na kucheza kwa furaha. Baada ya kugundua sehemu ambayo Ella alikuwa akifanya kazi ya muda, Mark akaanza kupita mbele ya jengo lake kila siku kwa pikipiki yake akijifanya amepita kwa bahati tu. Siku moja Ella alikuwa anakimbilia mtihani shuleni, lakini hakupata taksi hata moja. Hivyo alipomwona Mark akaamua kuokoa muda kwa kupanda moja kwa moja kwenye pikipiki yake na kumwambia waishe kwenda shule. Ili kumshukuru, Ella akamwalika Mark kwenye chakula cha seafood na hata akaanza kumgandia shrimp kwa upendo. Mark aliziangalia shrimp zile kwa wasiwasi, lakini baada ya Ella kumsisitiza akaamua kula kidogo. Dakika chache baadaye mikono yake ikaanza kuwasha vibaya, na ili asibiabishe mbele ya Ella akatoa kisingizio na kuondoka haraka. Ella kadhani Mark hampendi na akahuzunika sana. Kesho yake ndipo alipogundua kuwa Mark alikuwa na allergy kali ya shrimp na alikuwa amelala nyumbani akiwa mgonjwa. Ella akakimbilia nyumbani kwake kumhudumia, na hapo ndipo wawili hao wakaanza rasmi kuwa wapenzi. Mark akamweleza Ella kuwa alikulia kwenye orphanage na hakuwahi kupata upendo wa kweli wa familia, jambo lililomfanya Ella mkumbatie kwa upole mkubwa. Tangu siku hiyo Mark akaamua kutumia maisha yake yote akiwa pamoja naye. Muda mfupi baadaye Ella akapata ujauzito na wawili hao wakaanza kuota maisha yao ya baadaye kwa furaha, lakini ghafla Mark akaamua kuachana naye bila maelezo yoyote.